Wakati Sauli anamuinda Daudi, Biblia inaniambia Sauli alipomuinda Daudi, yule Daudi akawa anawindwa na Sauli, akatuma majeshi, kikosi cha kwanza ili kiwaangamize Daudi, akakituma. Lakini Daudi wakati huo alimwendea baba yake Samueli, akamwambia, baba, tazama Daudi ananiwinda, huyu Daudi anaitafuta roho yangu. Akamwendea baba yake, baba yake akamwambia, mwanangu, hiyo sio kazi yangu wala sio kazi yetu, twende mwanangu. Akamchukua akamwambia, mwenye kazi hiyo twende. Wakaenda katika Nayothi, maana mahali hapa wanajua ndiko kuna ushindi. Wao wakapiga magoti, wanamwita baba. Walivyomwita baba, Daudi na Samueli wanaomba. Wakiwa wanaomba wanamwita baba, huku adui yake amepanga majeshi. Kikaenda kikosi cha kwanza, kikawakuta wakina Daudi, wakina Samueli wako kanisani wanatabiri. Haleluya, 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 haleluya. Nampenda sana Yesu. Wako kanisani wanatabiri. Wale kile kikosi nacho kikaingia kutabiri, wakaanza kunena kwa lugha na maana wamekamatwa na roho. Kikaenda cha pili, nacho kikatabiri, kimekamatwa na roho, kikaanza kunena kwa lugha. Kikaenda cha tatu, nacho kikakamatwa, kimekamatwa na roho, wakanena kwa lugha. Yule mfalme Sauli akasema, hapana, nitakwenda mwenyewe. Akaliandaa jeshi, akaandaa makomando, wataalamu wa vita ambao anajua kabisa jamaa hawezi kula rushwa. Akawachukua. Alivyowachukua akaamini ya kwamba wao hawezi kumsaliti, akaambatana na Mungu. Anaweza kubadilisha mazingira yasiyowezekana yakawezekana. Wakati maadui wanakuinda, Mungu anaweza kubadilisha, kama alimbadilisha Baramu aliyekuwa ni mchawi, akanena kwa lugha. Hao ni wakina nani? Wasikamatwe na roho. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Pigia Yesu makofi mengi. Haleluya, haleluya. Kikaenda kikosi kile, kilivyokwenda, Biblia inaniambia yule Sauli wakati anakwenda kumkamata Daudi pamoja na Samueli, akafika sehemu moja inayoitwa Suka. Alipofika pale, ni kilomita 5 kutoka pale kwenda kanisani. Biblia inasema akakamatwa na roho wa Bwana. Alivyokamatwa na roho wa Bwana, yule mwamba ni mfalme anaiongoza nchi. Akavuliwa nguo barabarani, akatembea kilomita 5, yuko uchi, anatabiri. Huyu Mungu sicheze naye, huyu Mungu si wa kuchezea, huyu Mungu acha ite Mungu. Na ndio maana wanasayansi walimtafuta katika vyombo vyao vya kibinadamu wakamkosa. Hata leo wametangaza Mungu hayupo kwa sababu wamemkosa, lakini wewe na mimi tunajua yupo, na anapokaa tunapajua kwa sababu elimu yetu ni zaidi ya wanasayansi. Tuko juu ya viwango vyote. Haleluya, 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 haleluya. Wala katabiri. Mfalme akatembea, yuko uchi, anatabiri. Watu wanamuona baraisi wao yuko uchi, kakamatwa na roho, hawezi kufanya chochote. Walinzi wake wamekamatwa, yeye mwenyewe kakamata, anakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda akatembea. Alivyokwenda akaingia katika Nayothi. Alivyofika katika Nayothi, akaikuta miamba inaomba tu, inatabiri. Akakuta na jamaa zake nao walishakamatwa muda mrefu, na wao wanatabiri. Na jamaa likaingia katikati, likasahau kama limekuja kumkamata Samuel Daudi, na lenyewe likaanza kutabiri, likanena kwa lugha. Nataka nikwambie, Mungu anabadilisha historia. Tunalindwa na roho, tunalindwa na roho, tunalindwa na roho, tunalindwa na roho. Ukilindwa na roho Bwana uko salama, atakuongoza, utaingia kwenye mambo ya ajabu ajabu. Ukilindwa na roho Bwana atakupa kazi ya kufanya. Nataka nikwambie, sisi tunalindwa na roho Bwana, na ndio maana tunatembea kwa kujiamini. Yote yanayotokea tunajua kwamba yuko Baba aliyejua, yuko Baba aliye mbinguni. Acha kujichanganya na wenzako, acha kuingia kwenye mambo yasiyokuhusu. Endelea kusabiri, endelea kumwita Bwana. Ukimwita Bwana
ataiondoa dhoruba. Ukimwita Bwana ataondoa shida. Ukimwita Bwana ataondoa tatizo. Tatizo lako sio la kwako, tatizo lako ni la Baba. Kuna mahali pa kwenda. Haleluya, 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 haleluya. Ili uweze kushinda vita, unahitaji kuwa na shauku ya kumwangalia Bwana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na shauku, nataka nikwambie utavuka vita vyote, maana shauku yako haitakwenda vibaya. Shauku yetu inachochewa na moto wa Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hawa tunawaona wanakwenda, wanaingia kwenye vita, wana shauku ndani mwao imewaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kimeweka ndani mwao. Shauku ni nzuri lakini ni mbaya kama hujaitendea vizuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unahitaji kuwa mtu mwenye shauku ya kutumaini kuona ushindi unapatikana. Katika kitabu hiki tuliosoma, naomba niyasome maandiko ili twende tukaombe. Mathayo 14:28 na 29 nasema hivi. 28 na 29. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Petro alikuwa na shauku. Baada ya kumwona Bwana akajawa na shauku, akamwambia Bwana, ikiwa ni wewe, niruhusu nije juu ya maji. Yesu akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji, ili kumwendea kwa miguu juu ya maji, ili kumwendea Yesu. Lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Kilichosababisha azame iliingia hofu ndani mwake. Akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Hakuamini Yesu alichomwambia, maana Yesu amemwambia shuka uje. Yeye alipoona upepo akaogopa, akaanza kupiga yowe akasema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao waliopanda chomboni upepo ulikoma, nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamshuhudia wakisema, hakika we u mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shauku, tunaposema shauku ni muhimu sana kwa muamini, kwa kuwa shauku ni utayari wa hamu ya kutenda au kutendewa. Ni moto wa ndani unaochochea na kututia nguvu ili kutimiza kusudi letu na kufanya mapenzi ya Mungu. Shauku ni moto wa ndani unaochochea na kututia nguvu ili kutimiza kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kutimiza kusudi la Mungu. Ule mstari wa 34 anasema, na walipokwisha kuvuka walifika nchi ya Wagerasi, na watu wa mahali pale walipomtambua walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu, na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wakina Petro walikuwa na shauku. Ukiwa na shauku ninachochewa na Roho Mtakatifu. Na ndio maana Yesu wakati anataka kuondoka kwenda mbinguni, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8 akawaambia wanafunzi wake, msitoke Yerusalemu mpaka mtakapopata nguvu itokayo juu. Maana alijua watakapotoka kwenda kushuhudia hawana nguvu, hawataweza kushinda
kwa sababu Mungu hatakuwa pamoja nao. Lakini walipojazwa nguvu, katika Matendo sura ya pili kwanza mstari wa kwanza na wa 4, wakajazwa nguvu, wakaanza kunena kwa lugha. Moto wa ndani ukachochewa, ulivyochochewa wakatoka, walivyotoka wakaihubiri Injili. Nataka nikwambie, Roho Mtakatifu akishajaa ndani yetu, utakuwa tayari kufa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Hautakuwa tayari kuona kazi ya Bwana inaharibika. Wenye shauku wanatamani kuona ushindi ukipatikana. Mtu mwenye shauku hayuko tayari kushindwa. Yeye shauku yake ni kuona ushindi unapatikana. Kwa hiyo sisi kama Pentekoste, shauku yetu ni kuiona Tanzania inakuja kwa Bwana. Nataka nikwambie, katika nyakati ambazo tunahitaji kumhubiri Yesu ni katika nyakati tulizo nazo. Wala usiogope yanayoendelea, usiogope vitisho. Kama wakina Paulo walihubiri Injili katika mazingira magumu, lakini walimpeleka Yesu na Yesu akahubiriwa. Hata Paulo alipoimaliza kazi, nataka nikwambie, kabla hajaimaliza kazi alifungwa, alipigwa, lakini hakuweza kupata madhara yoyote. Alipoimaliza kazi aliondoka. Utakapoimaliza kazi, Mungu ndiye anayejua utakufa kifo cha namna gani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hatumpangii Mungu namna ya kuondoka, yeye ndiye anayejua namna ya kuondoka kwetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hata Paulo alikufa kifo cha ajabu sana na kifo cha kutisha alipoimaliza kazi. Katika kitabu kile cha Timotheo wa pili kuanzia sura ile ya 4, Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu, vita nimevipiga vilivyo vizuri na mwendo nimeumaliza, saa yaja ya kumiminwa kwangu. Alivyokamatwa na majeshi ya Kirumi, akachukuliwa Paulo kama vile anaenda kuchinjwa ng'ombe. Akakamatwa, akaweka kichwa chake kwenye ule mti ambao wanachanja nyama kwenye mabucha, akaweka kichwa chake. Bwana Yesu asifiwe. Kamanda mmoja akatokea, alivyotokea akachukua shoka. Haleluya, haleluya. Akachukua shoka. Alivyochukua shoka, akatenganisha kichwa cha Paulo kwa sababu ya Injili. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuvijua vita vya kiroho, mhubiri Yesu. Vita vitainuka. Hata uliowadhania watasimama kinyume na wewe, kwa sababu kumhubiri Yesu sio jambo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima tuhubiri katika mazingira yoyote. Lazima Injili hubiriwe. Maana Biblia inasema, Yesu katika kitabu cha Mathayo anawaambia wanafunzi, pamoja na mambo yote hayo, na sharti Injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Injili ni ushahidi. Asiwepo mwanadamu atakayesema sikusikia, labda ningesikia ningeweza kutubu. Lakini nataka nikwambie, ukienda kwenye baa leo, Injili inapigwa kwa njia ya uimbaji. Ukienda kokote, watu wanaweka Injili kuliko manyimbo za kidunia. Kwa nini? Kwa sababu ni wakati wa Bwana wa kuja kulichukua kanisa lake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Usiogope katika matukio yote ambayo yanaendelea kwenye maisha yetu. Mwamini Bwana, yeye atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tunayemtumainia hakika atatuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama shetani atajiinua kwa viwango vya namna gani, lakini tumaini letu likiwa kwa Bwana, Mungu atatuokoa, kama alivyookoa wana wa Israeli walipotoka kwa Farao. Usiku nguzo ya moto, mchana wingu jeupe. Alitembea na wao usiku na mchana. Wewe unalindwa na Roho wa Bwana, hauhitaji kuogopa. Na ndio maana kina Petro, Mungu akawaambia, Yesu akamwambia Petro, shuka katika chombo uje. Akaenda katika chombo
vyombo, akaanza kujana hovo. Baba akamwambia, acha woga wa tembea katika Bwana. Nataka nikwambia, bado una kazi na Mungu, wala usiwe na mashaka. Bado Mungu na kazi na wewe, ana haja na wewe. Iko kazi ya Baba ambayo nataka watu wake tukaifanya. Haleluya! Hautakufa wala utaumia kwa sababu ya wanadamu. Iko neno la Bwana linauisha moyo. Iko neno la Bwana ninatenda. Maana nasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliochagua. Kama umechaguliwa na Bwana, tembea kifua mbele kwa kujiamini. Amini ya kwamba kila hatua unaoipiga Baba yuko na wewe. Kila kusudi unaifanya Baba yuko na wewe. Yesu anatuita ili tutembee naye. Nataka nikwambie Tanzania, usipokubali kurudi kwa Baba, Yesu anakuja. Wakati tuliona ni wakati ambao wa kumtafuta Bwana, ni wakati ambao wa kumtafuta Bwana. Acha kupiga makelele wakati wa jaribu, acha kupiga kelele, unamtokoza shetani. Tuliokoka tuna mahali pa kwenda, tuna mahali pa kwenda. Uliokoka unatambua kwamba uko msalaba. Pale msalabani Yesu alimaliza kazi, alijoimaliza kazi. Akapigwa kwa ajili yetu, akaonewa kwa ajili yetu, alichukua dhambi zetu akapanda nazo. Hauna mashaka naye Yesu wangu, hatuna mashaka nawe. Likomboe taifa, likomboe Tanzania Baba, nakuita Adonai, maana wewe ni mwamba. Ninaijua Baba kusudi lako, tunajua mapenzi yako Tanzania. Nakuita kwa Baba, nakuita Tanzania. Geuka lao, geuka lao. Acha wako watama mioyo imeinama, badala kumwona Mungu wanamtazama aliyeteuliwa, badala kumwona Mungu wanamtazama rais, badala kumwona Mungu wanawatazama wabunge. Hawatakusaidia. Yuko aliye juu ya mambo yote anasema, niiteni nami nitaiteka. Ribashaka rabasa ramasaka kaka rababababa. Ninaiona nuru yako Tanzania wakati kogizone. Yesu anamulika wakati wanadamu hawaioni njia, wewe unaiona njia. Wakati wanadamu hawaoni wanakokwenda, wewe unapatazama. Wakati wanadamu hawaoni mbele yao, wewe unajua. Simama kwa miguu yako. Rababababa rakakakaka ramasaka. Nailelea Tanzania, nailelea Afrika, nailelea Baba nchi yangu Baba. Ramosaka rabasaka. Jesus. Naomba praise team tuje tuimbe. Tunapoingia kwenye maombi, ingia kwenye maombi kama mtu ambaye anaijua thamani yake. Ingia kwenye maombi kama mtu ambaye anajua yeye ni nani katika ulimwengu huu. Tanzania iko mikononi mwako. Tanzania iko mikononi mwangu. Mungu anasema, ikiwa watu wangu walioitwa tutanyenyekea na kutafuta uso wake, atatusikia kutoka mbinguni, ataiokoa nchi yetu. Ndugu zangu wapendwa, ni juma moja tu limepita, lakini madhara mmeyaona. Turudi kwa Mungu. Damu hizi zinazomwagika tutadaiwa hakika.
tutadaiwa, maana sisi ndio watawala wa dunia hii. Tumwambie Mungu, inatosha Baba. Kama tulitembea vibaya, tusaidie. Jesus. Watu wengi wameondoka, maana wao walidhani wanadai haki yao. Ni kweli, lakini wewe una mahali pa kudai haki yako. Zama ndani ya kilindi cha moyo wako. Zama ndani ya kilindi cha moyo wako. Bwana Mungu, tazama ndani kwako, unifanye kama Baba upendavyo. Bwana Mungu, nyosha mikono yako juu, kila mmoja fumba macho yako. Jesus, unifanye kama zama ndani ya kilindi cha moyo. Bwana Mungu, umevuka sio kwa sababu ya mapenzi yako kwako. Simama. Kila mmoja naomba simama. Kila mmoja simama. Jesus. Fumba macho yako. Zama ndani ya kilindi cha moyo wako. Karabosha karafire. Karabosha takatifu nivinanga tena. Karabosha karabosha mikono yako. Karabosha. Jesus. Bwana unifanye unifanye kama upendavyo. Nibadilishe, badilisha kila kitu. Zama ndani ya kilindi cha moyo wako. Unifanye kama. Naomba watu wasizungezunge, tulia. Kila mmoja omba. Bwana, hatuko salama Tanzania. Haya ni maombi yangu kwa Yesu. Hujapoteza ndugu yako, lakini wako waliopoteza ndugu zao. Wako wanaolia.
wako wanaolia, wako wanaomboleza. Takatifu nifinyange tena. Libo shakara masaka, likarabo shakara masaka. Yesu, tunakuita asubuhi ya leo. Baba, tunakuita jemedali, tunakuita. Wewe ni Mungu mwenye uweza, wewe ni Mungu mwenye mamlaka yote. Niombe kila mmoja sasa, omba kwa ajili ya taifa lako la Tanzania, omba kwa ajili ya watoto wako, omba kwa ajili ya ndugu na jamaa zako. Wakati wewe uko salama, wako watu wanalia. Wakati wewe uko salama, wako watu wanaomboleza. Wakati wewe huoni tatizo, wako watu wako wamekufa. Baba, naita Tanzania katika jina la Yesu. Ninakwenda kinyume na kila ajenda. Rabababababababa, rakakakakakakakaka, ramasakaka. Omba sasa, omba tende mbele za Bwana, tukalitakase Tanzania. Omba utakaso kwa ajili ya nchi yako Tanzania. Mwambie Baba aiguse Tanzania. Tanzania kama itakuwa na amani, hautaabudu wewe. Kama itakuwa na amani, watoto wako wataenda shule. Kama utakuwa na amani, hautakwenda shambani. Kama itakuwa na amani, hautafanya kazi aina yote. La karabashaka ramashaka kaka rikaraboshaka. Kila mmoja omba sasa. Sioni watu wakiomba bado, sioni watu wakiomba bado. Rikarabosaka, achilia moto. Nataka nikwambie, achilia moto, achilia moto, achilia moto. Hata kama dhoruba, tuko kwenye chombo, kuna dhoruba inatokea, chombo kinataka kuzama. Yesu anakuita, njoo, anakuita, njoo, anakuita. Rikaramosaka, rakarabosaka. Haya, kamata, kamata, kamata sasa. Kamata kila ajenda, kamata kila ajenda baya katika jina la Yesu. Haya, kamata sasa, haya, kamata sasa. Achia kiti chako, achia kiti chako. Kama unaweza kuja mbele kuomba, ni wewe tu. Rikarabosaka. Natamani kuona watu wakiomba. Mpendwa, omba, omba mpendwa. Omba, omba mpendwa, omba. Omba, kuna watu wengine hata ibada wameziacha. Shauku ndani yao imetoweka katika jina la Yesu. Arabosaka. Tunakwenda kuikamata anga ya Tanzania. Nataka kuona watu wakikamata. Nataka kuona watu wakipiga. Nataka kuona watu wakiangamiza. Hata kama yule mkuu wa anga, hiyo roho ya mauti iliyoikamata Tanzania, hiyo roho ya mauti iliyoikamata Tanzania, Yesu, tunakamata, tunakamata, tunakamata. Yana rabasaka rakakakaka rabababa. Achia moto, achia moto, achia moto Tanzania, achia moto mwana wa tisa raisa. Naiona nguvu, nauona moto wa Baba, naiona nguvu ya Baba. Rakazaka ramosaya likarabosakaka rabosakaka. Kamata, 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 kamata. Rikakakaka. Achia moto, achia moto. Bado sijaona, kuna watu sijaona, kuna watu wamerelaxa. Hapana, hii sio saa, hii sio saa ya kurelaxa. Hii ni saa ya vita. Umechukiza Tanzania, hatuko tayari kuiona Tanzania inaangamia. Hatuko tayari kuiona Tanzania inaangamia. Roho za watu zinakufa. Hapana. Karabakaka ramashaka. Yesu tembea, Yesu tembea, Yesu tembea, Yesu tembea, Yesu tembea, Yesu tembea, Yesu tembea. Ndio, 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 ndio. Nauona moto wapendwa, nauona moto, nauona moto, nauona moto, nauona moto. Haya, kamata, haya, kamata, kamata anga, kamata anga, kamata anga, kamata anga. Roho Baba, Roho Baba, Roho Baba. Rikarabosaka. Omba, 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 omba kanisa. Achia, achia,
achia Tanzania, achia, achia Tanzania, achia. Rakakakaka Baba, nakuita Adonai, nakuita Baba, nakuita mwamba vita. Rimosa karaba, rimosa karaba, rimosa karaba. Achia moto, ngome zinaanguka, ngome zinaanguka, ngome zinaanguka. Angusha ngome, angusha. Ndio, angusha. Kamata, kamata dada, kamata, 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 kamata. Rakakakaka, rakakakaka, kamata, 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 kamata. Rimosaka, kamata, kamata. Tanzania, Tanzania, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Angusha, 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 angusha ngome, angusha. Rakakaka. Yesu, Yesu tawala, Yesu tawala, tawala Baba, tawala Adonai. Rakakakaka, erabasaka, likarabosaya, katika jina la Yesu. Omba, 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 omba. Rakakakaka, limosaya, limosaya. Naiona Tanzania, naiona Tanzania, naiona Tanzania mpya, naiona Tanzania mpya. Wewe mbona uombi? Wewe mbona uombi? Wewe una raha gani? Rakakakaka, rakakakaka. Kuna watu menyamaza, sijui mna raha gani. Oh Yesu, likaramosaya, 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 likaramosaya. Hatutakubali, 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 hatutakubali. Yesu, Yesu, naugeukia msalaba, pale msalaba iko neema, iko neema. Nageukia Golgotha Baba, naitazama Golgotha pale msalabani, ukatangaza tangaza, ukasema imekwisha. Na mimi naiona, na mimi naiona, na mimi naiona, naiona Tanzania, naiona Baba, naiona, naiona Baba, naiona damu inaomwagika katika jina la Yesu. Vita hapana Tanzania, Tanzania. Nalia Baba, nalia, nalia. Yesu wangu, Yesu, 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 Yesu. Nakuita Baba, nakuita Baba, nakuita, 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 nakuita Baba. Rama Baba, yakakakaka. Ngome zinaanguka. Kuna watu wanafunguliwa hapa, naona watu wanafunguliwa, naona watu wanafunguliwa. Wewe uliyepoteza ndugu, usiogope, usiogope. Songa mbele, songa mbele. TCRC Bwana amekuita. Kuna watu wanafunguliwa, kuna watu wanaachiliwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndio, achia pepo, achia, achia pepo. Nakuona, nakuona pepo, achia kwa jina la Yesu. Naagiza fire, naagiza fire, naagiza fire, naagiza moto. Ndio, ndio, ndio. Pepo inaondoka, pepo inaondoka, pepo inaondoka, pepo inaondoka. Hautasalia, hautasalia. Kamata, kamata. Unayeumwa kamata kwenye kifua chako, unayeumwa kamata kwenye kifua chako, unayeumwa kamata kwenye kifua chako. Wakati watu wakiendelea kuomba, unayeumwa kamata kifua chako. Kama unaumwa kamata kifua chako. Rakakakaka, 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 rakakakaka. Moto, 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 moto. Rimosaya, rimosaya, rimosaya. Rikakaka, ramosa kaka. Yesu nakuita. Yesu nakuita katika jina la Yesu. Omba, omba, omba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba kwa ajili ya rais, omba kwa ajili ya watawala. Mungu akaseme na wao,
Mungu akaseme na kila adui anayesimama kinyume na nchi yetu ya Tanzania akutane na mkono wa Baba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu wa neema, ninakuita Baba, ninakuita Adonai. Tunataka shauku ya moto wa Injili, tunataka shauku kwa watoto wako, tunataka shauku ikazaliwe kwa upya. Ramosa kaka, ramosa kaka, rikaramosaya, rikaramosaka, rabasa kaka, rikoromosaya. Jesus, Jesus. Wakati watu wakiendelea kuomba, wakati watu wakiendelea kuomba, katikati yetu kuna mtu ambaye unapita kwenye jambo zito sana, unataka Mungu akakutokea katika kipindi hiki cha giza kigumu. Kimbia mbele tuombe na wewe, kimbia, kimbia, nataka nikuombee. Kuna jambo naliona mbele yako.